Bwana asifiwe sana, wana wa mfalme Yesu. Ninamshukuru Mungu kipekee sana, ametupatia neema kwa siku nyingine tena, na kwa muda mwingine tumeendelea kuona mkono wa Mungu, tumeendelea kuona uwepo wa Mungu. Ashukuriwe Mungu sana sana sana. Toka kimeluka kipande cha pili, sasa hiki ni kipande cha tatu. Bado Ebeneza ni Ebeneza kwetu. Namshukuru Mungu sana kutuendelea kutupatia neema ya kurekodi vipindi hivi. Hata sasa Bwana ametusaidia. Hata sasa Bwana amekuwa upande wetu. Hata sasa Bwana amekuwa kimbilio letu. Namshukuru Mungu sana 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 sana. Wacha nimshukuru Mungu kwa upendo wake, kwa nguvu zake, kwa mamlaka yake. Ameendelea kutupatia uhai. Kuna neno moja ambao huwa napenda kulitumia, kwamba Bwana amenikopesha maisha. Amenikopesha nifanye nini? Kuna kazi ambayo ipo. Biblia inasema inuka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekujiria. Kwa hiyo amenikopesha maisha ili nifanye kusudi lake, ili nifanye mapenzi yake, ili nifanye uweza wake na nguvu zake, mimi nizitumikie. Ndio maana anasema inuka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekujilia. Kumbe kinyume cha nuru ni nini? Ni giza. Sasa Mungu anasema inuka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekujilia. Nuru imekujilia kwa habari ya watoto. Nuru imekujilia kwa ajili ya vijana. Nuru imekujilia wewe ni misionari mzuri sana ndani ya boma yako. Funika macho yako tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, ninakuja mbele zako saa hii na wakati huu Bwana. Moyo wangu una shukrani kubwa kwa matendo yako makuu. Baba, tuko mbele za madhabahu yako, ninakusihi Ebeneza. Tawala vipindi hivi Mungu wetu. Uwepo wako Yesu na nguvu zako zikatamalaki. Mamlaka yako Ebeneza ikasimama. Usinyamaze Bwana wala usitulie tunapojifunza maneno haya Jehova. Roho Mtakatifu karibu. Roho Mtakatifu angaza. Roho Mtakatifu tembea kwa ajili ya utukufu wa damu yako yenye thamani. Wacha nikushukuru Baba, wacha nikuabudu. Wacha niseme ya kwamba Mungu wetu unastahili sifa siku zote za maisha yetu. Wewe ni Ebeneza. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, anza pamoja nasi katika darasa hili, umalize pamoja nasi Bwana. Zaidi ya yote, weka akiba kwenye mioyo yetu. Utukufu na heshima na dhamani zako nikiomba na kuamini, amen. Mtoto wa kiume fahari kwa mama yake. Mtoto wa kiume majdai kwa mama yake. Mtoto wa kiume ni fahari kwa taifa lake. Haleluya. Kwa wakati huu, kipindi cha kwanza, cha pili, cha tatu, mpaka vitakavyoendelea, mpaka kufika pale ambako Bwana ametupangia, tumezungumza sana kwa habari ya form 2 na form 4. Ni Bwana ametupatia neema ya kuwa na vijana na watoto. Sasa tunaelekea kwenye mitihani. Nimetamani sana kukusemesha kaka, dada, nimetamani kukusemesha sana mtoto, nimetamani kukusemesha sana baba na mama, nimetamani kuongea ili ujue vyanzo vya uharibifu wa mtoto wako. Kipindi changu cha kwanza nilikuambia marufuku inaweza kumfanya mtoto asiendelee na shule. Kipindi cha pili nikakwambia waganga wa kienyeji wanaweza kusababisha kabisa huyu mtoto akutane na marufuku asiendelee na shule. Lakini hii ya tatu, mila na desturi, nikimaanisha nini? Matambiko na mazindiko yanaweza kumfanya mtoto asiendelee na shule. Kuna uwezekano mkubwa kabisa, kwa sababu ya zile mila, kwa sababu ya ile desturi. Mila na desturi, mila mbaya potovu, desturi mbaya potovu inaweza ikamfanya huyu mtoto asifaulu mtihani. Wewe unaweza kuona kama ni mambo ya kawaida tu, umeyafanya na unaendelea kuyafanya, unajipa 100 kwa 100, unasema hamna shida, hii ndo desturi yetu.
Hapana, hapana. Hicho kimekuwa ni chanzo kikubwa sana cha mtoto bila kuhitimisha ndoto yake. Na bii yake hapo hapo ni kitu gani kingine kwenye hii part 3? Wazazi wengi wameshindwa kuwapa uhuru watoto wao kwenye maamuzi ya masomo wanayotaka kusoma. Hizo changamoto nimekutana nazo sana sana, nyingi. Unamuuliza mtoto, mwanangu hapa, maana saa zingine watoto unakuta wanaferi wengi darasa moja. Sasa wakisha feri darasa moja watoto wengi, unaitwa, Mwalimu Glory, mimi hebu njoo hapa uzungumze na watoto. Nikifika pale nazungumza na watoto, nakutana na changamoto moja. Mtoto anasema, mwalimu, baba aliniambia hataki nisome hesabu, anataka nisome physics. Sasa physics anayoijua baba ni ile ya miaka ile ambayo sasa hivi vimebadilika, havipo. Yeye anajua miaka ile yeye aliposoma yeye. Ile physics ya mwalimu wako Glory Mina nilivyokuwa naipenda. Siku hizi nikianza kuongea na watoto wananicheka. Wananicheka. Nikianza wananichokoza, wanapenda kunichokoza. Hasa hawa sasa hivi wa vyuo. Utasikia, mwalimu, what is the physics? Mimi naeleza kile nilichojifunza. Tofauti na sasa hizi. Tofauti kabisa. What is the physics? Mimi nitajibu, physics is the study of matter in relation to energy. Atakwambia, what is the energy? Energy is the capacity to perform work. Wanacheka, wanaanguka. Ni nini? Tumeshabadilika. Sasa mzazi, wewe unakuja unang'ang'ana kwamba mtoto wangu asisome hesabu, mtoto wangu asome physics. Unafikiri ni ile physics ya kina Mwalimu Glory miaka ile, the capacity to perform work. Sasa hivi imeshabadilika, haiko tena kwenye huo utandawazi. Umeona? Sasa unapolazimisha mtoto asome kitu ambacho hakipo kwenye akili yake, mzazi unakuwa ni sababisho la huyo mtoto kufeli form 2, kufeli form 4. Analazimika kusoma kitu kumridhisha mama, kumridhisha baba, lakini kikweli sio hobi yake. Mungu hajampa hiyo neema ya kuwa kwenye eneo la physics. Mungu hajampa hiyo neema ya kuwa kwenye eneo ya biology. Mungu hajampa hiyo neema ya kuwa kwenye somo fulani. Kwa hiyo ninarudi mimi kuwasemea, kwa sababu wanaongea na mimi sana na kwa upana sana. Acheni watoto wachague masomo kulingana na wao, uwezo wao. Mwache mtoto, mtie moyo pale kwenye lile somo lake. Yawezekana wewe mzazi hukulisoma, yawezekana wewe mzazi hukulipenda, yawezekana wewe mzazi ulianza kumchukia kuanzia mwalimu. Lakini sasa mtoto wa form 2 wa form 4 ameingia pale darasani, hajakutana na hizo changamoto za kumchukia mwalimu. Sasa hivi walimu wanafundisha jamani. Kuna hizo shule zote ninazozitembelea, mwalimu anaingia darasa, yani kuna vipindi mpaka saa 4 usiku na vipindi vingine vinaanza saa 12 kamili. Saa 4 usiku mpaka saa 12 kamili watoto wako darasani. Kwa hiyo ni vitu viwili tofauti. Wakati kipindi hicho mimi nasoma, mwalimu alikuwa akiingia, mwalimu wa physics sisi tulikuwa na mmoja tu shule nzima. Kwa hiyo anaweza kaingia leo na kesho asiingie, na hamna chochote kile mtakachoweza kumfanya. Lakini kwa sasa hivi utaratibu umebadilika. Mimi nimekuja kuwasemea wanangu, waacheni wachague masomo wanaoyaweza. Nakutana na mtoto, mkuu wa shule ananiambia, mwalimu, huyu mtoto tumempa adhabu, tumemrudisha nyumbani, imepanda labda pengine kuna kitu wewe utatusaidia ulichonacho cha ziada, ukiongea na mtoto huyu pengine ataelewa. Unakaa chini kumwambia, anakuambia, hapana, mama yangu ni mkali sana, mama ameniambia nisome kitu hiki, baba ameniambia nisome kitu hiki, na mimi hakipo. Moja, sijawahi kumpenda mwalimu wa lile somo. 2, sijawahi kujali hilo somo. Hivyo mimi napenda kitu fulani, kwa hiyo kile anachokipenda msapoti, asome kwa nguvu, msapoti, mpeleke hata tuition, hakikisha unampunguzia kazi nyumbani, hakikisha lile na lile, unahakikisha kwamba huyu mtoto amefanya vizuri.
Kwa hiyo mila na desturi zinapofika mahali zinakusukuma mzazi kumfelisha mtoto kwa habari ya kumchagulia masomo, hiyo ni mila na desturi. Kumbuka kwamba kila mwezi wa 12 mnachinja kwenu, mnachukua zile nyama na damu, mnaanza kupaka bakuli, vile bakuli mmeviweka majina ya watoto, mnaanza kupaka na kuviita vikiwa makaburini. Biblia inasema kwamba aliyekufa ni amekufa, hana hesabu na mtu aliye hai. Hatuna ushirikiano kati ya sisi na watu waliokufa. Sasa unachukua kale kabakuli kana jina la mtoto wako, huyu mtoto yuko form 2, huyu mtoto yuko form 4, madarasa ya mitihani, unaenda kumkarisha pale kwenye kaburi la marehemu babu wa mababu wa mababule. Jamani, unamkalisha pale, unampa na mamichuzi na madamu na manini, unamwambia anywe pale kwenye lile kaburi. Sasa hizo mila na desturi zilizo mbaya zinamfanya mtoto kuto kukaa makini darasani, zinamfanya huyo mtoto kupoteza uwepo wa Mungu darasani. Tunapofika watu kumsaidia akiwa shuleni, tunakutana na marufuku ya ukoo, tunakutana mila na desturi na uhalali na yeye, kwa sababu Disemba mlimnywesha damu akiwa amekaa makaburini. Disemba mmemnywesha damu akiwa amekaa kwa watu waliokufa. Umeona? Disemba mmemlisha manyama ya mizoga ya vitu vya ajabu, yani mmeharibu hatima ya mtoto. Sasa anapokuja darasani sasa hivi, labda kingine ni kuambia ambacho kijui, shule nyingi sasa hivi wanaamini Mungu katika roho na kweli. Kwa hiyo unakuta kwamba mwalimu akiingia darasani, kabla hajaanza kufundisha, ibada inafunguliwa kwanza. Mwalimu mwenyewe anasema funikeni macho wanangu tuombe. Wanaomba kwanza, wanamuita Roho Mtakatifu, ndo wanaanza kujifunza. Kwa hiyo kwenye yale maombi lazima mtoto wako ataanza kuchanganyikiwa, lazima mtoto wako ataanza kukosa mwelekeo. Kwa hiyo kwenye hicho kipindi changu cha 3 ninachokwenda kuhitimisha hivi vipindi na hili eneo la form 2 na form 4, ni kuombe sana kwa msaada wa Mungu. Hakikisha mila na desturi kuanzia sasa mwezi wa 12, yale matambiko, yale mazindiko ya Disemba, tusiwashirikishe watoto. Tusichukue watoto tukawaweka kwenye makaburi, ni hasara. Tusichukue watoto tukawapandia nia mbaya, ni mbaya. Hiyo mwezi wa 12 ni kuombe sana, ni kuombe katika jina la Yesu kwa msaada wa Mungu. Mungu akupe neema, usimkalishe mtoto wako kwenye kaburi. Niongee na wewe bibi wa kwa jirani ambaye huna undugu wowote na hiyo boma, bado unachukua mtoto wa mwenzako unamfundisha mambo ya mila na desturi. Ni mbaya. Mama yake ameondoka, mama yake ameenda kuchota maji, mama yake yuko mbele, yuko shambani, mama yake yuko, wewe unamuita, unaanza kumfundisha uchawi. Hiyo na yenyewe nimekutana nayo sana. Wewe bibi wa jirani, wewe ndo naye kusemesha bibi wa jirani. Naongea na wewe bibi wa jirani. Acha hiyo, ni tabia mbaya. Unapanda nini kwa mtoto wa mwenzako? Mama yake hajui kama huyu mtoto ameshaanza kujifunza uchawi, baba yake hajui, na wala kwenye asili ya hiyo familia hawana. Lakini wewe bila mshipa wa aibu unatoka kuba unamfata mtoto wa watu, unakuja unaanza kumlisha masumu matango mwitu. Kesho na kesho kutwa yule mtoto anakuwa mwana wa jehanamu mara 2. Umeona? Ni mbaya sana, mwana wa mfalme Yesu. Ni mbaya sana, ni mbaya mno, ni mbaya sana, ni mbaya mno. Nikisema ni mbaya mno, nieleweke kwamba hii ni mbaya. Usifanye hivyo. Mbona ufanye kwa watoto wako? Mbona ufanye kwa wajukuu zako? Kwa nini ukaangalie nyumba ya mtu fulani ndo umfanyie hayo? Hiyo ni roho mbaya. Acha watoto wachukue hatima za maisha yao. Tunatamani kuwa na Tanzania ya wasomi, tunatamani kuwa na wachungaji wasomi, tunatamani kuwa ni mchungaji lakini huku ni injinia, ni daktari huku ni mchungaji. Umeona ni Tanzanite huku ni mchungaji. Safi. Tunakwenda na mabadiliko.
Kwani Ibrahim alipata wapi uchawi akawa tajiri? Suleiman alipata wapi uchawi akawa tajiri? Tutokeni zile zana za kusema kwamba eti mpaka niwe mchawi ndo nitajirike, mpaka niende kwa mganga ndo nitajirike. Bwana, hebu Mungu wa mbinguni akupe macho ya rohoni. Mganga hata godoro hajui kulalia, analalia ngozi. Si changamka tu kwenye akili yako. Suleimani alikuwa tajiri, Ibrahim alikuwa tajiri. Hata tukiliangalia Yakobo limeenda kutumika kule kwa mjomba, lakini likarudi njiani, njiani linaenda linamtukuza Mungu, Mungu aliyekuwa mkuu, Mungu aliyekuwa mwema, limeenda liko mikono mitupu. Si limemkimbia kaka yake? Kaka yake anataka kumuua kwa sababu amechukua urithi. Mama yake anamkimbiza kwa kaka yake, mwanangu Yakobo, nenda kwa Labani. Anafika kule kwa Labani, ameenda na agano la utajiri. Yeye ni Israeli, ameenda akiwa amejaa utukufu wa Mungu, ameenda akiwa amejaa neema ya Mungu. Aogope nini sasa? Nini kinachombabaisha? Ameenda kwa Labani, amefika pale akawa tajiri wa ng'ombe, tajiri wa kondoo, tena zile za marakaraka. Unafikiri ule utajiri aliupataje? Jicho la Mungu lilikuwa pamoja na yeye. Ametoka pale anawaza kwenda kupatana na ndugu yake, lakini hapo njiani kulikuwa kuna agano, na lile agano la pale njiani ni kubadilishwa jina, ndo aende kwa Esau akiwa amebadilishwa jina. Angalia baraka nyingine, alikuwa na mali kule kwa Labani, alitoka na kondoo wa kutosha. Kule kwa Labani alitoka na wanawake wa kutosha pamoja na mazuria. Kule wanawake alitoka na Raheli aliyokuwa anampenda sana. Kule kwa Labani alitoka na nini? Alitoka na ahadi ya kubadilishwa jina njiani. Kabla hajafika kwa Esau, tayari huko ameshabadilishwa jina. Bwana Yesu anaweza. Hebu toka kwenye huo ujinga, njoo muangalie Mungu 100%. Uone ukuu wa Mungu, uone neema ya Mungu, uone mamlaka ya Mungu, uone uweza wa Mungu. Haleluya, haleluya. Hutaenda kwa waganga tena. Yesu anaweza, Yesu anatosha. Yakobo anatoka kule kwa Labani, anakuja anaimba wimbo mpya. Ebeneza, Mungu wangu ni Ebeneza, baba yangu ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, ni Ebeneza, ni Ebeneza, ni Ebeneza, Jehova ni Ebeneza. Aliwimba wimbo wa ushindi. Anakuja njiani, angalia baraka nyingine anakutana nayo, anashindana na malaika. Anasema, malaika sitakuachia mpaka umenibariki, malaika sitakuachia mpaka umenibariki. Mpaka akamtegua mguu kwenye goti, kwenye uvungu, akasema liwalo na liwe mpaka unibariki. Akamwambia, sasa sikiliza, na kubadilisha jina. Maana ya Yakobo ni udanganyifu. Sasa leo utaitwa nani? Utaitwa Israeli, kimbilio la watu wengi. Utakuwa na kizazi kikubwa sana. Mungu akambadilishia jina hapo. Sasa situige tupone, tubadilishe nia zetu. Kama Mungu angekuwa hana utajiri wa kwa mashetani, Yakobo tusingemsoma leo, Ibrahim tusingemsoma leo. Kwa Yesu kuna utajiri, kwa Yesu kuna akili, kwa Yesu kuna maarifa. Tunapoacha watoto wetu wanasoma, wanapewa maarifa darasani, wanapotoka hapo inakuja kuwa ukombozi kwenye familia zetu. Tuwasukumeni watoto wasome, tuwasukumeni watoto wasome. Haleluya, tuwasukumeni sana, tuhakikishe kwamba wamefika kwenye hatima ya maisha yao. Tuwasukumeni. Mtoto amefeli form 2, unasema bora anaacha shule, anaenda kuolewa au anaenda kuoa au anaenda kufanya kazi za ndani, anakuwa house girl, anakuwa house boy. Nani amekwambia? Changamka. Amefeli, mrudishe darasani na ukali juu. Simama kama baba, simama kama mama, usikubali. Sisi mtoto wa huduma tulimrudisha miaka 4.
Mbona miaka mitatu, mwaka wa 4 si ndio yakatoka na 1.7, ili leo tupate ushuhuda. Pengine na wewe mtoto wako anatakiwa kuwa na ushuhuda. Leo sisi tungesema nini? Tusingekuwa na cha kusema, tusingekuwa na kutoa ushuhuda. Tuling'ang'ana tena tumemwahidi, tumemwambia kama unawaza kuolewa hatujui sana. Sasa hivi ana miaka 22. Tumeng'ang'ana, tumemwambia anasoma mpaka masters. Yaani sasa hivi ameanza kusoma hivyo, yuko sheria. Tunataka mpaka masters ya sheria. Hapo sasa ndo atasema jamani nikatafute kazi, jamani nikafanye moja mbili. Lakini sasa hivi ni kusoma, bado ofisi na nguvu, tunamsomesha atasoma mpaka masters. Ili sasa tukifika mahali tuseme, tuanze kutoa ushuhuda. Ushuhuda wake ulikuwaje? Kwa hiyo katika hili naomba ujifunze. Usimkatie tamaa mtoto. Amefeli, mrudishe darasani tena. Kagua makosa. Amekosea wapi? Sio amefeli unamrudisha kulima nyumbani. Sio amefeli unamrudisha kwenye adhabu, kwenye kuolewa na kuoa. Utakuwa umeshaharibu ndoto ya mtoto. Ndoto ya mtoto. Hapana. Sisi huyu wakwetu wa huduma, yeye alikuwa na ndoto muda mrefu. Ndoto yake ilikuwa kuwa waziri mkuu. Kutokea darasa la 6. Tumempokea sisi kwenye huduma yetu akiwa darasa la 6. Yeye anasema mimi natamani niwe waziri mkuu. Natamani. Yawezekana hakuna waziri mkuu mwanamke. Mimi natamani tukaanza kutembea na yale maono. Hata alipokuwa kifeli form 4 tunamwambia Mungu, waziri mkuu ajaye. Baba, Mungu, waziri mkuu, Mungu. Si ndio huyo yuko kwenye sheria? Uongozi unaanza kunukia. Na tumemwambia unasoma mpaka master, hakuna kumaliza degree. Afu tuambie naolewa, utuambie sijui vimepanda vimeshuka. Utaolewa na utaendelea kusoma. Na mwanaume wako tutaongea naye kabisa kwamba uweze kukaa na huyu mtoto wakati anaendelea kusoma, si lazima sana. Mwache kwanza mpaka malize masters. Tunataka nini? Ushuhuda. Tunataka Mungu ainuliwe zaidi. Tunataka utukufu tumrudishie Mungu. Yawezekana kupitia msichana huyu atainua watu ambao wamechoka, watu ambao wamekata tamaa, watu ambao wameshindwa, watu ambao Umeona sasa, huyu mtoto darasa la 6 anataka kuwa waziri mkuu. Na sisi tumetembea kwenye ule mtembeleo wake. Ndio maana tumesikia kutiwa nguvu. Hata alipoingia sheria tukasema kweli Mungu anakusudi na huyu mtoto. Na kuomba, mwachie nafasi mtoto achague kile ambacho anakiweza, kile ambacho Mungu amemwambia afanye. Ule wito aliopewa, mwachie nafasi, wewe msapoti tu, umsukume aende mbele. Haleluya. Kuna makosa mengi sana yamefanyika. Makosa mengi sana ambayo hatuwezi kuyataja. Makosa mengi sana ambayo yamekuwa ni aibu. Makosa mengi sana kama mzazi, umehangaika, umepita kwa waganga ili kuinua elimu ya mwanao, umepita pale ili kumsimamisha mwanao, ukaenda kwenye matambiko, ukachinja mang'ombe na mambuzi, ukampeleka kwenye makitu gani, yote umefanya. Lakini wacha nikwambie jambo la baraka kwako. Liko tumaini tena. Iko mamlaka tena. Uko uweza wa Mungu tena. Hebu tuangalie kwenye Zaburi ya 51 inasema nini? Zaburi ya 51, Daudi anasema hivi: Mungu ni rehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu, unioshe kabisa uovu wangu, unitakase dhambi zangu, maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu iko mbele yangu daima. Nimekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele za macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki, umenipa na kuwa safi utoapo hukumu. Tazama, nilizaliwa nikiwa hatiani, mama yangu alichukua mimba
mimba nikiwa na dhambi. Tazama, wapendezwa na kweli iliyo moyoni, nao utanifundisha hekima kwa siri. Unisafishe kwa hisponi, nami nitakuwa safi. Unioshe, nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Unifanye kusikia furaha ya shangwe. Anatubu, ni mistari iko 19. Anatubu amejiona kwamba yeye hawezi, amejiona kwamba yeye ni mwenye dhambi, amejiona kwamba yeye ni mchafu kabisa, amejiona ananuka, hastahili kabisa kuitwa mwana wa Mungu, anaitubia dhambi yeye pamoja na uzao wake. Kwa hiyo kwenye klipu hii mwana wa mfalme Yesu ni muhimu sana 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 tukaitubia dhambi. Tumepeleka watoto wetu mahali pengi, tumefanya mambo mabaya sana, tumewatamkia watoto wetu maneno mabaya, tumetamka kwamba we mtoto utafeli tu mtihani, tumesema ya kwamba wewe si chochote. Unaona sasa yale mabaya ambayo tumetamka yamesimama, yameweka uhalali kwa watoto wetu. Kwenye hiyo Zaburi ya 66 ule mstari wa mwishoni kabisa wa 18, kama ningaliwaza moyoni mwangu, Bwana usingesikia. Hakika Mungu ameisikiliza sauti ya maombi yangu. Na ahimidiwe Mungu asiyekataa maombi yangu wala kuniondolea fadhili zake. Mwana wa Mungu, liko tumaini kubwa mno, liko tumaini kubwa sana. Turudi sasa huku kwenye pendo la Kristo, tuone pia Roho Mtakatifu anatusaidiaje, tuone pia uwezo wa kimungu. Ikiwa kama hapa anasema Bwana anafurahia Daudi kwamba sala zake zimesikiwa, njoo kwa Mungu, njoo kwa Baba yetu aliye mbinguni, njoo tuumege mkate pamoja. Yesu ana haja na wewe, anataka ule na kunywa mezani pake. Haleluya, haleluya. Mungu akubariki sana. Mwalimu Glorimina Venance Mpua. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tena anasema yeye ana wivu, anawapatiliza wana wa maovu ya baba zao. Kwa sababu ana wivu, anakukataza usitegemee kitu kingine, usitegemee mganga wa kienyeji, usitegemee mashetani, usitegemee mizimu, usitegemee aina yoyote ile ya majini. Yeye anasema ana wivu, anawapatiliza wana wa maovu ya baba zao. Wapendo wangu, hii ni kwa faida yetu sisi wenyewe. Tunatengeneza kizazi chenye kumcha Mungu, tunatengeneza taifa la Israeli kwa upya kwenye nchi yetu, tunatengeneza neema ya Kristo iweze kujaa kwa wingi. Mtoto unapomsimamisha kwa maombi, anapokwenda kufaulu, akawa yuko vizuri kabisa, akawa ni msaada kwa watu wengine, Mungu anajivunia wewe kukupatia huyo mtoto. Mungu anajivunia wewe kukupatia huyo mtoto. Kwa hiyo kama Mungu anajivunia wewe kukupatia mtoto, utaona mabadiliko yake vile yatakavyokwenda. Njoo kwa Yesu mwana wa Mungu. Njoo, rudi kwenye toba. Rudi hapa Daudi anapolia, anasema Mungu ni rehemu. Njoo tutubu, ili watoto wetu wanapoingia kwenye mtihani wa form 2 na form 4 kuwe na matumaini tena. Na ikiwezekana wakati mwanao anaanza mtihani, ingia kwenye mfungo wa maombi, muombe mtoto wako, mzingine na damu ya Yesu. Muombe, hatuna msaada mwingine zaidi ya Mungu. Pale Kalvari aliniambia yote yamekwisha, hakuna kilichosalia. Haleluya, haleluya, haleluya. Hivyo pendo la Kristo liko wazi. Pendo la Kristo ni la ajabu. Pendo la Kristo, alivyokufa yeye msalabani akasema yote yamekwisha, alimaanisha kwamba yamekwisha. Hofu yako ni nini? Njoo pendoni, njoo ndani ya Yesu, njoo tuumege mkate pamoja, njoo uone ufaulu wa watoto wako, njoo na wewe uimbe wimbo, matokeo yatoke, na wewe uimbe wimbo kama alivyoimba nani? Kama alivyoimba Yakobo. Na wewe njoo uimbe, njoo. Hata mimi nami mambo mengi sana ambayo nimeyashinda, Yesu amenisaidia kuyashinda. Nimekuwa ninaimba Ebeneza. Njoo tuimbe kwa pamoja. Yakobo anarudi kwa ndugu yake, amerudi ana mali nyingi, amerudi ana wake sio mke wake, amerudi ana mazuria sio zuria, mazuria.
Amerudi ana vitu vingi sana vya thamani. Twende sasa mbele za Mungu wote kwa pamoja, turudini ili tusimame kwenye kuangalia vyanzo vya watoto na utukufu wa Mungu uonekane. Nakupenda sana mwana wa mfalme Yesu, na kujali zaidi ya yote na kuombea. Mwalimu Glory Mina Venance Mpua, namba yangu ya simu 0768972891. Karibu sana. Funika macho yako, tumshukuru Mungu. Mungu wetu na Baba yetu, ninakushukuru sana tunapokwenda kuhitimisha masomo haya Bwana, kwa habari ya form 2 na form 4. Mungu wa rehema, usituache wala usitupite. Unapozuru kanisa lako Bwana, usituache. Hatuwezi peke yetu, tunahitaji msaada wako. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, pokea Baba sifa, heshima na utukufu kwa matendo yako makuu na fadhili zako za ajabu. Hata sasa Baba umetusaidia, hata sasa Baba umekuwa upande wetu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai.